Damos. Why are you still doing the stupidity things like those? Sihitaji kukufafanulia kila kitu, kwa sababu ni mambo mengi unayafahamu. Umekaa muda mrefu hujamfurahisha Mungu wako. Zile vurugu za kumwingilia mwanamke ambaye hajawahi kuingiliwa na mwanaume yeyote, ndizo zinazomfanya Mungu wako afurahi. Kwamba hilo ulitambui, una muda wa siku 3. Usipolitekeleza ndani ya muda huo, asali itageuka kuwa shubiri. Maskini nilitamani utajiri, nikatumia njia za asili. Asa leo ninaumiza akili, asali imegeuka shubiri. Shekhe, wewe ile siku wachana lile bango, wachezea fulusa na kusema kwamba sanaa ni uhuni. Ila mimi wataka kukuambia kitu kimoja shekhe. Wako watu wengi wafanikiwa katika sanaa shekhe. Na mimi wakuambia sanaa kwamba sio uhuni, hutaki kunielewa. Watu tunawaona wamiliki mijengo, wamiliki marenji, male nini yale sio yanaitwaje? Magali mazuli ya kifahari shekhe, kupitia sanaa. Halafu wewe hii unakuja kuniambia kwamba sanaa ni uhuni. Upo sahihi kabisa. Lakini nikwambie kwamba hao waliofanikiwa ni wao, ila sio kwa hapa Nyakanazi. Sanaa inahitaji hela. Sanaa inahitaji muda. Labda nikuulize swali. Utaweza vipi kutengeneza kazi hali ya kuwa nyumbani tu hata hela kula huna? Kumbe sasa shekhe wewe ufahamu lile kundi la milikiwa na tajiri. Tajiri huyu mwokota makopo alikuwa zamani huyu. Alilala maskini akamka tajiri. Yaani yule sasa hivi pesa kwake ni kama mchanga wa bahari shekhe. Wewe si unaona fursa alafu unaikataa shekhe wangu? Mimi nakwambia mimi nakaribia kutoboa maisha. Waniona napita na gari hapo usiniombe lifti. Sikupi mimi. Wewe si unaona fursa unazichezea? Tutakutana mbeleni huko. Basi sawa. Yeye nini mkajaribu bahati yenu. Huenda mafanikio yenu yanaweza kupatikana kupitia sanaa. Wallahi mimpemba mwaka lazima nitoboe mimi. Ufakili na uacha kabisa. Unabaki nyuma. Shekhe, nakwambia mwaka huu mimi natoboa. Kila laheri. Mwenyezi Mungu awajalie huko mnakwenda kupambana mweze kufanikiwa katika sanaa. Mimi ngoja kwanza niwae kudukani. Haina shida shekhe, wewe nenda tu. Sawa. Mimi nakwambia mwaka huu lazima nitoboe. Yaani mwaka huu lazima nitoboe maisha. Wewe si wajikuta unauza duka, wajikuta mangi siku hizi. Mimi nakwambia mwaka huu ufakili wote na uacha nyuma. Karibu sana Manumba. Awali ya yote, nipende kukupa pole kwa kile ambacho kimekuputa. Ni jambo ambalo ni la kawaida kwa sababu tumeshaliona kwa watu wengi sana. Ishu za mimba kuharibika ni ishu ambazo zimekuwa zikitokea mara nyingi kwenye jamii. Unajua watu wengi sana wanapoingia katika matatizo huwa wanamlaumu sana Mungu. Lakini wanashindwa kutambua kwamba iko sala ambayo huwa tunasali kila siku kwamba utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Maana kuna maanisha kwamba chochote kile yeye atakachokiona ni sawa kiwe. So hauna haja kuwaza sana. Paka huko sawa. Labda nikuulize kitu kwamba hizo taarifa umekupatia nani? Ni kweli kabisa. Lazima ujiulize kwamba nimejuaje hali yako wewe hujanipatia taarifa. Ila uzuri ni kwamba mtaa bwana una CCTV kamera. Yaani mtaani kama Google. Unaposearch kitu chochote kile unakipata. Kuna wambea wanatoa taarifa huku, wanapeleka huku. So nilizipata mtaani, lakini baada ya hapo nikapatiwa taarifa na mtu wangu ambaye ni wa karibu sana. Hivyo nikaweza kuamini kwamba ni kweli yamekukuta hayo. Na tuzungumzie sasa habari zetu za sanaa. Wale wasanii ambao walikuwa tayari wameshajitokeza, vipi? Umeshapata nafasi ya kukutana nao kwa ajili ya kuzungumza nao? Namshukuru Mungu kwa sababu nimekutana nao, lakini ni baadhi, sio kwamba ni wote, na wengine pia nimewapigia simu. Nimempa maelekezo kwamba tukutane shule ya msingi pale. Mwalimu mkuu pale nimezungumza naye na ametupatia chumba kimoja kwamba tufanyie mazoezi yetu pale. Hiyo namshukuru Mungu, mambo sio mabaya. Vizuri sana kwa sababu unaonyesha juhudi, unapambana sana. Kwa hiyo nipende kukuomba kwamba usikate tamaa.
endelea kupambana, endelea kuonesha moyo wako huo. Tutafika mbali. Hakika tutafika mbali. Na kitu kingine ni kwamba kwa siku ya leo mimi nitashinda hapa nyumbani. Kwa hiyo kama hautojali tunaweza tukashinda wote hapa. Hapana, sababu inapaswa niende nyumbani, unajua tena. Au itakuwa unaenda kujaza nafasi iliyoachwa wazi. Hapana, sina maana. Una siku njema. Hiyo nzuri sana hiyo. Pole shoga yangu. Asante shoga yangu. Karibu. Asante. Niambie. Shoga yangu, wewe unaona hadi leo kutokea, unaona ni ya kawaida kabisa? Ipo kawaida tu mbona. Hujabeba kitu kizito? Hapana, hata sijabeba vitu vizito. Mume wako hajakupiga? Mume wangu anaponipenda hata hajanipiga. Au umeteleza na hujasema? Hapana. Sasa wewe ghafla mimba itoke. Kuna jambo hapo. Wenda hapo kuna tatizo kubwa na wewe hujui. Labda twende kwa mtaalamu tukaangalie shida ni nini. Mimi sina mtaalamu yote ninayemfahamu. Wewe usijali. Mambo yote niachie mimi. Mimi nina mganga wangu huyo. Ni hatari. Basi sawa. Tutaenda, mimi nakusikiza wewe tu. Mimi ngoja niende nyumbani. Nikafanya maandalizi yangu, nipike, nile, nimalize. Nitakuja kukupitia na wewe ufanye mambo yako haraka. Sawa, nimekuelewa kwa hilo. Haya, sawa, ujiandae. Kwa hiyo ngumu kumeza, shubiri. Ngumu kumeza. Bwana kaka karibu na paka. Kanaweza kakawa kanajua kila kitu. Pushuji, lie. Shekhe. Mbona wewe wanitafutia sababu mimi? Mimi nakaa na paka wapi na wapi? Yeye anakaa mlimani, mimi nakaa kule bondeni. Halafu unaniambia tunakaa karibu naye kivipi? Mbona siwaelewi? Si marafiki? Yaani kitu ambacho mfahamu nyie. Yule bwana baada ya kupata pesa yani amenisahau hata mimi mtu wake wa karibu. Yaani yule bwana nilikuwa karibu naye, lakini baada ya kupata pesa yani amebadilika kabisa. Sasa nyie mnavyoniambia kwamba mimi niko karibu naye siwaelewi. Kwani wewe tangu lini wewe ni Mpemba? Maana sikuelewi. Nakumbuka mara ya mwisho ulituvurugia dili letu la 5,000. Ulikuwa unaongea vizuri, Kiswahili kizuri. Leo hii Shekhe, ngoja nikwambie kitu kimoja. Wewe kitu ambacho ufahamu, maisha yanabadilika. Kwa hiyo yakibadilika na sisi tunabadilika nayo umo. kwa Muha anageuka kwa Mpema. Kwanza naona mimi mnanipotezea muda tu hapa. Yaani hapo unavyoniona hapa niko naelekea kwa Manumba kule. Manumba tena? Naenda wote sasa. Maana sisi wenyewe tulikuwa tunamtafuta. Watu tuna vipaji vyetu hapa, hafu apokee simu. Hapatikani. Kwa nini? Kama anaelekea hivi twende wote. Maana na sisi tuna vipaji vya kuigiza. Lakini tukubaliane kitu kimoja Shekhe. Tukisema twende wote mnakuwa machawa wangu. Mwenye machawa hapo. Kwa hela gani ulizonazo wewe? Sasa kama utaki Shekhe mimi naenda za. Subiri kwanza. Tukubali tu tuende bali baadaye tunakageuka. Twende. Haya. Twende kubali, mimi nitakuwa mchawa mkubwa, huyu chawa mdogo. Kama mtakubali kuwa machawa wangu sawa, tuondokeni. Najipendelee. Twende bwana, tutajulikana mbele ya safari. Maisha yangu kiza nene, mwanga na utafuta sioni. Maumivu naumia moyoni, asubuhi mpaka jioni. Furaha yangu ile ya zamani sasa imegeuka shubiri. Pesa magali sasa yote ninavyo, ila amani ya moyo sioni. Wa mazuri yapendeza. Lamadi. Mtaalamu wangu, nimemleta rafiki yangu. Ana matatizo. Anataka kumsaidie. Mkiwa mmefika hapa kwa mtaalamu, msiwe mnaogopa. Kusukumana hivi sio shida kwangu.
Binti, ulikuwa una ujauzito ukaporomoka. Hasendarambuye nzoka rutunkumika. Aliyosababisha ujauzito wako kuporomoka aliyesababisha ujauzito wako kuporomoka si mwingine, Hasendarambuye nzoka rutunkumika. Anaitwa paka. Je, uongo kweli? Hapana, haiwezekani. Hapana mganga, haiwezekani. Sema lamadi. Hase chiki chiki, chiki chiki chiki, hase chiki. Yeah. Hasendarambuye nzoka rutunkumika. Sawa bwana, simeamua kwenda. Mimi nawaambia ukweli, nyie mnaona ni uongo, mnaamua kuondoka. Hivyo shoga yangu, ukiangalia pale kuna mganga. Yule mganga tapeli. Shogangu, nishakwambia yule ni mganga wangu naye muamini. Mambo yangu yote ananifanyia yule mganga. Na siku zote wanasemaga kikulacho kinguoni mwako. Sikiza shoga yangu Beti, nikwambie. Mimi ndio maana waganga wagasi waamini. Waganga huwa ni wachonganishi sana. Lengo lake ni kutuchonganisha sisi na paka, turudi kwenye maisha ya zamani. Na kama mimba kuharibika shoga yangu, imeharibika kwenye mipango ya Mwenyezi Mungu tu. Na sio hivyo. Furaha yake yeye ni kutuona tunaendelea kula sisi ugali dagaa. Wewe endelea kuamini kila kitu ni mipango ya Mungu, lakini ipo siku kitakutokea puani. Ngumu kumeza. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes! Very. Ewe mzazi au mlezi, kama ulivyoona umahiri wa usomaji wa watoto wetu, Kasigara Tuition Center ndiye kituo pekee ambacho kinazalisha elimu bora ambayo itamfanya mtoto wako aweze kupalilia ndoto zake. Hapa tunao walimu wenye uzoefu, mazingira rafiki na vifaa bora vya kujifunzia. Unasubiri nini? Tunapatikana Nyakanazi, mtaa wa Lukilini, mkabala na idara ya NICE. Kwa mawasiliano tupigie kwa simu namba 0766739228 au 0752698608. Kasigara Tuition Center ndiyo msingi bora wa elimu kwa mwanao. Maisha yangu kiza nene, mwanga na utafuta sioni. Maumivu naumia moyoni, asubuhi mpaka jioni. Furaha yangu ile ya zamani sasa imegeuka shubili. Pesa magali sasa yote ninavyo, ila amani ya moyo sioni. Maskini niliutamani utajiri, nikatumia njia za asili. Asa leo ninaumiza akili, asa limegeuka shubili.